Hodi, shikamoo mzee Kiwala. Shikamoo hiyo kuyo. Ukutana na mimi niambie tu mambo. Vipi, shwali, uko poa? Asa maswala ya shikamoo yanafuata nini hapa? Mlembo kama wewe unaanza kutea maswala ya shikamoo. Wewe sema tu mambo. Inatosha. Ila wewe una mambo. Nilikuwa nimesahau hata hivyo kwamba wewe upendagi kuambia shikamoo. Haya mambo mzee Kiwala, bali ya zamani, uko poa? Hapo fresh mrembo. Hapo umenena. Niko poa. Karibu mrembo. Sijui ulikuwa umekuja kufanya nini au ulikuja kuonana na mimi bali ya zamani. Mimi nilikuwa nimekuja tu kumuona mwanao Devi. Maanake kuna hela alipewa ile aniletee. Kwa hiyo nilikuwa nimekuja kumuona. Sijui yupo? Kumbe ulikuja kumuona mwanangu Devi. Devi hayupo. Amechoka kidogo. Naona mtoto umeumbika. I say, naona mapaja yako nje. Vipi analiwa hayo? Sasa vitashindwaje kuliwa na katika kazi yake ndio hiyo kuliwa. Vipi wewe? Unataka kuvila? Una hela wewe? Kama una hela njoo vile, maana naona una vitamani tu. Mama mjengo. Sasa mimi nitashindwaje kutoa hela? Wewe niambie tu unataka shilingi ngapi? Mimi nitakupatia. Manake naona mtoto umependeza. Mtoto umedamshi, mtoto unavutia. Hapo ndo unaponikoshaga mzee Kiwala. Haunaga baya wewe mzee. Ukionaga vitu vizuri, haunaga shida kuhusiana na swala la hela. Na unavyopenda vitu vizuri wewe. Mlembo, usiwe na wasiwasi juu ya mapene. Manake hapa mapene ndio mahali pake. Kwa usiwe na wasiwasi, wewe fanya kitu kimoja. Wewe niambie ni lini tukutane, tupange maeneo ya kukutana, tuweze kukutana, tuweze kufanya mambo yetu, nijipigie zangu mipasi 2-3, mwili ukae sawa. Kuhusiana na pesa wewe usiogope. Ukitaka 200,000, ukitaka 300,000, ukitaka iPhone, mimi nakupatia. Ile mradi tu unipatie vitu vizuri, si unajua mambo yangu. Hapo ndo unapokuelewaga mzee Kiwala. Haunaga baya wewe mzee. Sasa mimi nitakutalifu. Nitachukua tu namba yako, tutabadilishana contact. Mimi nikifika tutawasiliana. Tukifika kwa tutawasiliana tupange ni wapi na ni lini tuweze kukutana. Japo mimi nahisi kesho kutwa ndo nitakuwa niko free zaidi. So kama utakuwa uko tayari, wewe njoo tu tukutane nini? Ujipigie mipasi zako 2-3. Mimi unipe zangu tu mapene. Mimi natakutaka tu mapene. Kwanza najua wewe mzee una kitu, ushajifia, Mzee mwenyewe miaka 70, utaenda kunifanya nini? Aya. Kiukweli mlembo unanifurahisha sana. Unaniambia mimi mzee wa miaka 70 kwamba mambo siyawezi. Inawezekana ikawa kweli, lakini uje kusikia ule msemo anaosema kwamba mavi ya kale hayanuki. Si ndio yale mavi ya kale ambao hatunuki, si ndio wale wazee wa zamani. Nguvu bado ipo, Wanasema ng'ombe hazeeki maini. Ndio sisi hapa hatuwezi kuzeeka maini. Kwa hiyo mimi ninachokuomba, fanya kama tulivyokubaliana. Wewe nenda tu, tutawasiliana. Mzee misifa wewe, unapenda misifa kujisifia. Mzee miaka 70 nguvu zinatoka wapi? Aya, sajionea wenyewe. Cha msingi ya mapene, pesa mbele, unaelewa? Anza pesa, kila kitu kitakuwa sawa. Sawa, mimi naondoka, kwa hiyo tutaonana. Bora hata ameondoka huyu dada. Inaonekana anapenda pesa kweli. Lakini hajui kwamba wazee wa zamani tuko vizuri. Sasa nikikutana naye nampakia vumbi la Kongo. Tena vumbi la Kongo lile lile la kutoka Goma, kule Goma kabisa. Manake naona analeta masuala ya kunizarau. Kuniona kama vile mimi mzee wa zamani sijui chochote. Hajui sisi wazee wa zamani tumekula chumvi nyingi, tumeona mengi. Sasa mimi nitamuonyesha. Vipi Shosti, Naona kwa umetulia unajiona zako movie. Huna shida wewe. Haisi uko vizuri. Unajipigia na vitu vyako kama kaida yako. Ndio hivyo Shosti. Vipi wewe ulikuwa wapi Shosti? Maana umechelewa kurudi. Umechelewa sana kurudi. Na uliniambia tu unaenda kukaa muda mchache unarudi. Uliniambia umeanza kumuona Devi. Mbona umechelewa sana kurudi Shosti?
Shida nini Pendo? Shosti yangu Vicky. Hebu ngoja kwanza nikupe uboyo. Kilichonikuta kwa kina Devi. Sasa ndio nimeanza pale kwa kina Devi. Nikutana na yule baba yake mzee Kiwala. Acha anze kunitaka. Ananiambia kwamba ananipenda, ananitaka, mara atanipa pesa, mara iPhone, mara nini. Nikasema huyu mzee anijui. Nitamchuna mpaka seme. Nikampa namba yangu, amesema atanitafuta. Kesho kutwa tunaweza tukatoka. Tuna tunajua wale wazee, mzee mwenyewe ana miaka 70. Hawezi chochote. Nitaenda nitamchuna tu pesa yake, kisha nitamwacha hapo mzee mwenyewe yule. Aisee mzee na balaa kweli. Yaani anakutaka wewe, akujui kama wewe ni mzee kuchuna. Hebu shosti yangu nenda kukamnyooshe, ukamfundisha adabu. Maana ajitambui huyo mzee. Mzee miaka 70 anakutaka wewe mtoto 2000. Kamnyooshe, mchune aswa. Mimi najua yule ana nguvu zozote. Hata kama akisema kuingilia basi ni kimoja tu dakika 2 chali. Wewe nenda kamnyooshe, kamchukue pesa zake zote, mchune, mwache hapo. Usiache kitu mama, usiache. Maisha yenyewe magumu haya. So hivyo shosti yangu, kani nimepanga nikamchune yule mzee Kiwala. Maana yake anajikuta anapenda vitu vya 2000. Ajui sasa vitu vya 2000 sisi ndio vile vitoto vile ambavyo tumelanika na dunia. Ngoja nikamnyoshe, nikamchune yule mzee. Atarudia tena kutafuta vitu vya 2000. Atakoma. Amezoea tu kula tu vitu vya 2000, lakini akakutana na mimi mtoto 2000 nilekomaa. Mtoto 2000 nilekoboho, nitamnyosha. Sawa Pendo, haina shida. Sasa unachofanya kitu kimoja. Kula naye basi kidogo Maana najua umetoka kwa umechoka na nini. Piga hata kidogo ule upate nguvu. Kikweli chakula yako tamu. Sasa ngoja niwahi hapo mara moja. Niwahi hapo nikaandae guest. Manake huyu mtoto Pendo anakuja. Kwa hiyo ngoja nikaandae guest vizuri, chumba vizuri, nikapake zangu mkongo ili akija nimuonyeshe kwamba sisi wazee wa zamani ni hatari, hatufai hata kwa kusimulia. Leo lazima nijipige zangu mipasi. Alishazoea kula mipasi ya mabeki. Sasa leo kwa kutana na midfielder wazee wa zamani, midfielder wa zamani. Leo ngoja nikamuonyeshe. Nimempakia mkongo OG grade 1 kutoka Goma. Ngoja niwahi nikamsubiri mtoto mzuri. Mlembo, mambo vipi? Umependeza kama kawaida yako mama. Karibu, nilijua utapotea kwenye hii guest, lakini nakuona umefika ndani ya muda. Nso hivyo, mimi singeanza kupotea. Vipi langu umekuja nayo? Manake tulikubaliana kwamba utanipa 500. Vipi umekuja nayo? Hebu nipatie kwanza nione. Manake mimi sikuamini wewe mzee. Usije kama mzee muone umekuja hapa ili unitapeli. Mlembo usijali. 500 yako hii hapa, wewe chukua. Wewe usijali kuhusiana na masuala ya pesa. Si unajua sisi wa staff ndo tunajua kuonga. Kikweli umependeza. Kikweli leo utajipigia zangu mipasi. I say, uko vizuri sana. Unaongea sana wewe mzee. Basi tufanye haraka manake mimi nikitoka hapo kuna sema nataka niwahi. Manake pia nimeagizwa na shoga yangu. Kwa hiyo tufanye mambo yetu haraka, sonzoke. Manake mimi mwenyewe hapa nataka kuwahi. A few moments later. Wewe mzee Kiwala umenifanya nini? Kwani umetumia nini? Umetumia madawa? Mbona umenifanya hivi lakini umeniumiza mwenzio? Kwani wewe muda wote ulisali sima tu uko juu ya mwenzako? Umeniumiza wewe mzee. Nimekoma mimi kupamia wazee nisiwajua. Jamani. Binti, mimi nilikuambia, sisi ndo wazee wa zamani. Mami ni vida wa zamani. Hizi mambo tunasijua sisi. Au kisa ulilo na miaka 70 ukajua mimi siwezi.
wewe uelewi tu. Sisi ndio mamedifida wa zamani. Wanakuambia ng'ombe hazeeki maini. Ndio sisi hapa. Sasa unaona show niliyokupelekea. Miaka 70 utanikumbuka wewe. Paka unazeeka utanikumbuka. Mimi ndio mzee Kiwala, midfielder, mzee wa kale. Aha. Yaani hata umeshaniumiza. Ngoja mituni niondoke hapa. Je, niondoke. Niache huko. Hatimaye ameondoka. Alikuwa analeta dharau. Hajui nimempakia mkongo. Mkongo ule OG. Mkongo wa Goma. Nadhani ameipata. Alizani mimi ni mwepesi. Alizani atanichuna bure. Sasa kimemkuta. Atasimulia mpaka wajukuu. Unje mkongo. Mkongo wa Goma. Mkongo boa kabisa, mkongo wa Goma. Asante sana mkongo. Umeniheshimisha. Leo hii ningeaibika mimi. Yaani mpaka mtoto mwenyewe ikakimbia show. Show imemzidia baada ya kumpa mkongo. Kumpakia mkongo wa Goma. Hatimaye leo ameelewa show. Mimi ndio mzee Kiwala. Mzee wa zamani. Baharia wa zamani. Jamani Mungu wangu. Kilichonipeleka kwa ule mzee. Ila kitano itaniua jamani. Yaani ule mzee kanipelekea moto. Kanipelekea moto masaa mawili. Karibia lisali zima sielewi. Huyu mzee atakuja kuniua kwa kweli. Mungu wangu jamani. Mimi sirudi tena wewe kwa huyu mzee. Mzee anapeleka moto au katumia mambo ya madawa huyu mzee. Manki miaka 70 anapeleka moto kama kijana wa mwaka 2000. Jamani huyu mzee hatani. Nimemvulia kofia. Sirudi tena kwa mzee Kiwala. Mzee Kiwala shikamoo. Penzi soge yangu, karibu. Vipi? Mbona umekaa kinyonge? Kimetokea nini huko? Umefanikisha jambo lako ama? Lakini mbona uko kinyonge sana? Karibu sana, mimi niko na pika zangu hapa. Hebu nisimulie. Nini kimetokea huko? Yaani shoga yangu, Vicky, kitu nikuta huko. Nashindwa hata naona aibu kusimulia kiukweli. Yaani, yule mzee sio mzee wa kawaida. Labda kuna jambo. Maana, yaani, kanipelekea moto ambao sijai kupelekea kwanza nimezaliwa. Yule mzee sijui anatumia madawa. Sijui amenipelekea masaa mawili, sijui matatu. Yaani kiukweli hapa sina nguvu. Viungo vinauma. Huku chini ndo kabisa. Sasa sielewi. Yaani yule mzee ni asali. Ni mzee kumwogopa. Yule mzee Kiwala hapana. Ndio maana anajitaiti midfielder, anajitaiti baharia wa zamani. Inawezekana kweli. Maana yake sio kawaida. Kiukweli wewe penzi ni mwoga sana. Yaani ni mwoga mno. Yaani mwoga sana kabisa. Ndio nimekuja kuelewa saizi. Yaani yule mzee anakusumbua nini wewe? Kujitae bali ya zamani ndio kusumbua. Yaani hivyo vitu ndio vitu vyangu. Lakini vipi ila amekupa? Yaani wewe sema tu. Ila amenipa lakini sio kule moto. Mimi sirudi tena. Kanipa 500. Lakini ndio hivyo najuta hata kwanza yani. Najuta mno. Yaani wewe penzo nilikuwa nakuchukulia mjanja, mtu ambaye unajielewa lakini kumbe hamna kitu. Yaani yule mzee ndo anakusumbua wewe. Anakuendeza? Jamani. Hebu sasa nikwambie kitu kimoja. Naomba unipe ruhusa mimi niende nikakutana naye. Nienda kwake na muomba appointment ili nimnyooshe, nimwambie kwamba nimwelekeze aingie Kenya. Akishaingia kwenye 18 zangu nimchune, maana yake uwezekani uniambie kwamba yule mzee ni hatari. Ana wasali gani yule mzee ana miaka 70? Wewe shoga yangu muoga. Sasa ngoja mimi nitoke hapa niende kwa huyo mzee Kiwala ili nikamueleze, ili nikamuonyeshe kwamba mimi ndio bingwa mtoto 2000. Bingwa niliyekomaa. Sawa, wewe nenda. Mimi sijakukataza. Lakini usiseme kama sikukwambia. Mimi nimekutaarifu mapema. Ujue kwamba yule mzee sio mzee wa kawaida. Shauri zako.
kitakacho kukuta usije hapo kaanza kunililia. Sitaki. Yaani kiukweli Penzo mwaga anakuwaga ni mwoga sana. Yaani ni mwoga mno. Yaani nashinda kuvumilia tu vitu vidogo. Yule mzee wa miaka 70 atamfanyia nini? Ataweza kumfanyia nini yule mzee? Mzee mwenyewe ashajishia nguvu kazeeka. Sasa ngoja mimi nifuate huyo mzee Kiwala huko nikamchambe, nimwambie, nimuingize King, tuone kama atakubali. Na kikubali na mchuna vile vingi zaidi. Maana huyu Penzo kazi imemshinda, hawezi kitu. Ngoja niende kwa mzee Kiwala. Hodi Montani. Afadhali hata nimekukuta wewe mzee. Haya ndio nini vile kumfanyia ndugu yangu Penzo? Umefanya nini ndugu yangu Penzo? Wewe mzee. Tuliza Yazba mama. Mrembo kama wewe unakuja hapa nyumbani kwangu, unaanza kupiga makelele. Walembwa wako hivyo mama. Hebu kaa kwanza chini tuweze kuongea. Haya ni mambo yanaelezeka, ni mambo ya kawaida tu. Haya wewe mzee, niambie sasa. Ni nini hicho ambacho umefanyia ndugu yangu? Mpaka amerudi, hawezi hata kutembea vizuri. Yaani amerudi anachechemea. Analia tu. Ni nini hicho ulichomfanyia ndugu yangu, Mrembo, kumbe tatizo ni hilo tu. Shida ni moja. Unajua yule ndugu yako Penzo alileta dharau. Akaniona mimi mzee wa zamani, akaniona kwamba mimi sina kitu, siwezi kufanya chochote. Sasa leo nimempa vitu vitamu, mpaka mwenyewe ameshindwa cha kufanya, anarudi nyumbani anachechemea. Vipi lakini mrembo? Hebu tuachane kwanza na masuala ya Pendo. Wewe unaonaje mimi na wewe tukafanya kama tulivyofanya na Pendo? Sasa sikia, mimi nitakupa milioni 1. Yeye nimempa 500,000. Fanya basi, fanya maelekezo basi tuelekea hata sasa hivi. Maana yake bado nina upwelo. We mzee. Yaani umetoka na rafiki yangu Penzo, unataka kutoka na mimi. Hivi unajielewa kweli? Au zimekutoka Najizima data hivyo. Lakini kuna kitu umekiongea. Milioni 1? Hivi una uhakika kweli milioni 1 hiyo unayo? Na kama nikikupatia utanipatia hizo milioni 1? Mlembo, ondoa shaka. Hapa ndio pesa ziliko. Ndio maana ananiita mimi mzee Kikala. Mzee wa midfielder. Mzee wa zamani, baharia wa zamani. Pesa, kusana na pesa. Pesa ni kitu kidogo. Sasa ifanye kitu kimoja. Kesho tukutane mida ya saa 8 mchana. Pale kwenye lodge ya Pala. Pale kwenye lodge ya Pala, ukija pale utanikuta. Sawa? Kwa hiyo fanya usichelewe. Hiyo hela mimi nitakuja nayo. Sawa, haina shida. Mimi naondoka. Ila usije ukaja kaniletea michezo yako. Ukaja usiniletee hela. Tutakosana. Kwa hiyo nachokuomba, hakikisha unakuja na hiyo hela. Ila kwanza ndio mambo mengine yataendelea. Tomorrow for sure. Wewe mzee, tusiongee maneno mengi sana. Sasa leo nimekuja. Tulikubaliana tukutane hapa, nimekuja. Kama ulivyosema. Nipatie pesa kwanza, ndio mambo mengine yaendelee. Sitaki masuala mengine. Pesa kwanza, mambo mengine yaendelee. Haina shida mrembo. Pesa hizi hapo wewe chukua. Ziko kamili, wewe usiwaze. Kiukweli umependeza. Sasa tufanye mambo yetu chap chap. Unajua tena muda unaenda. Tufanye haraka tuondoke. Two hours later. Mungu wangu. Wewe mzee, umenifanya nini hivi? Mbona naumia, nimeumia hivi kiasi hichi? Mbona ulivyoniumiza wewe mzee? Jamani. Ulichonifanyia wewe mzee. Au umenipakia madawa? Sasa binti, umeingia kwenye mtego. Nimekupakia vumbi la Kongo. Vumbi la Kongo grade A. Tena vumbi la Kongo kutoka Goma. Na hata rafiki yako Pendo naye nilimpankia vumbi la Kongo kutoka Goma. Na ndio maana leo nimepiga show hatari.
nimejipigia mapasi yangu nikiwa kama midfielder wa zamani. Baharia wa zamani, nimejipigia mapasi fulani hivi. Umeelewa We mzee, ngoma nimetufanyia hivi yani. Sasa unajisikiaje hivi kutupakia mikongo? Kisa watupa hela yako tu ndo uanze kutunyanyasa kiasi hicho. Ona ulivyoniumiza sasa. Ya Mungu wangu, kilichonileta huku tena mimi sikumsikiliza Penzo. Mbona hata ningemsikiliza Penzo? Mimi ngoja niondoke zangu kwanza. Mungu wangu, sijui nitafikaje nyumbani. Shosti vipi? Mbona umerudi umenyong'onyea? Shida nini tena? Auza kimekukuta kama kilichonikuta mimi. Yani Penzo, kikweli hata mbona ningesikiliza ushauri wako. Yule mzee kumbe anapaka mkongo. Tena anatumia mkongo grade A, ile grade A ya kutoka Goma. Na ndio maana alichokufanyia wewe alichokufanyia mimi, ndio maana tumekuwa hivi shosti yangu. Yani kikweli yule mzee sio mzee wa kawaida kabisa. Kumbe anatumia mikongo. Jamani. Yani mimi kwa kweli nimeumia shosti yangu. Yani mbona hata ningekusikiliza wewe nisingeenda kwa yule mzee. Yani kaniumiza. Jamani. Jamani. Lakini Viki, sio kwamba nakucheka kwa mazuni. Kiukweli mimi nilikwambia kwamba yule mzee sio mzee wa kawaida. Ona sasa, kumbe anatupakia mikongo. Na ndio maana ameamua kusukomoa hivyo. Sasa mimi ngoja nikuambie kitu. Mimi natoka hapa moja kwa moja naenda kwa mwanae yule David, nikamweleza upuzi anatufanyia baba yake. Kiukweli mimi siwezi kuvumilia kwa hili. Yani huyu mzee haiwezekani. Ngoja nimwendee mwanae David nikamwambie. Haiwezekani huyu baba yake anatufanyia hivi jamani. Anata haya. Na lazima nimtangaze mwaka huu mtaa mzima. Haiwezekani anatupakia mikongo. Ili kusukomoa sisi. Sasa mimi nitamkomoa. Namwambia mwanae, lakini pia namtangazia mtaa mzima wajue kwamba yeye ni mtu mbaya, anafanya vitu vya kupaka mikongo. Mzee mzima haya hana. Mambo vipi Viki? Ulikuwa unatafuta, kuna shida gani? Naona sio kawaida yako kutafuta mara kwa mara. Shida nini mama? Kama ile yako nishakupatia. Mbona tena tunatafutana? Kuna dili jingine? Kiukweli David nimekutafuta kwa sababu kuna jambo nilitaka tuongee mimi na wewe. Kiukweli kuna jambo limetokea. Unajua yule mzee babako, yule mzee Kiwala alinitaka mimi pamoja na Penzo. Lakini alichotufanyia, katupakia mkongo. Mwambie baba kuacha ujinga. Atakuja kuua watoto wa watu. Yani kikweli ametuumiza. Katufanya kitu ambavyo sio vizuri kabisa. Na mimi namwambia nitamkomesha. Mtaa wote nitamtangaza. Ajue kwamba sio vizuri anachokifanya. Mimi nikajua labda unaletea dili la maana. Kama unaletea upumbavu wako. Sasa mambo si mambo yenu, mimi ananihusu nini? Mkutane huko, mikongo hawapakie nyie, afu uletee mimi hiyo kesi. Mimi kesi inanihusu nini? Mimi kajua unaletea kesi didi ya hela, kwa unaletea upumbavu. Sasa wewe mwenyewe ni mjinga, una akili. Unamkubali uje yule mzee? Yule mzee mwenyewe, yule mzee ameshajizeekea, mwisho siku aje akufia huko upate kesi. Hebu nitolee bala zako hapa. Hebu ondoka bwana. Mimi niko na busy na mambo yangu, alafu naanza kuletea mambo ya kijinga. Baba, kuna jambo ambalo linaendelea kikweli sijapendezwa nalo. Naamini utakuwa unamfahamu Viki. Viki amenifuata kazini kwangu na kuniambia kwamba wewe umetoka nao kimapenzi kati ya Viki pamoja na Pendo. Lakini pia sio tu kutoka nao, umefanyia kitu kibaya sana ambacho umewapakia mkongo wale watoto. Mzee, kwa nini unafanya hivyo? Haya mambo tulishaongea mzee, nikasema uache, uhuni uache. Hasa kutembea na hivi vitoto vya 2000 vitakuja vikuaibishe. Ona sasa wamepanga kwenda kuchafua mtaani. Wamepanga kwenda kutangaza kwa kila mtu kwamba wewe unatumia mikongo kwa kuwakomesha wadada. Sasa ndo nini mzee? Kijana wangu achana nao. Wajinga. Watoto wa 2000 wapumbavu. Yaani wao badala wakae wafanye kazi, wamekaa kufanya umalaya tu. Na ndio maana nimewapakia mkongo. Na ni kweli nimewapakia mkongo. Tena mkongo grade A, ile ya kutoka Goma ile. Ile OG kabisa. Na ndio maana nimeamua kuwakomoa. Wao wanataka hela na mimi nimeamua kuwakomoa kuwapakia mkongo.
tena wasikusumbue siku nyingine wakutana na wewe. Waache pumbavu, wajielewi. Dawa yao ndo hiyo hiyo, mkongo. Mkongo tu, mwendo wa mkongo tu mpaka waelewe.